Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu ametupa neema tena siku hii ya leo. Nikukaribishe katika somo zuri ama ujumbe ambao Mungu amenipatia kwenye kichwa kinachosema Mungu nyuma ya mambo. Mungu nyuma ya mambo. Na maandiko yetu yatatoka kwenye kitabu kile cha Samueli, sura yake ile ya kwanza, mstari, unaweza ukaanzia mstari wa kwanza, lakini mimi nisome ile mistari michache ya pale mwisho katikati, mstari wa 10 na wa 11. Neno la Mungu linasema, naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamuomba Bwana, akalia sana, akaweka nadhiri, akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautafikiria kichwani kamwe. Niombe. Baba, katika jina la Yesu Mwokozi wa ulimwengu, ninaomba Bwana, ninajikabidhi kwa ajili ya huduma hii, lakini pia kwa ajili ya watazamaji wangu katika chaneli hii ambayo Mfalme mwema, watu wako wamepata fursa ya kutazama na kusikia. Ninaomba ukawagushe na kufanya kitu kipya katika maisha yao katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Nimeomba na kushukuru. Amen. Ndugu mtazamaji wangu, ninao ujumbe wenye kichwa kinachosema Mungu nyuma ya mambo. Kwa ujumla, somo hili linaonyesha kuwa Mungu yuko nyuma ya kila jambo linalotokea katika maisha yetu. Hata kama hatuelewi kila kitu kwa wakati huo, yeye huongoza historia, hutimiza makusudi yake na hujibu maombi kwa njia zake. Katika somo hili ambalo nimekuja nalo linalohusu Mungu nyuma ya mambo, kiukweli kabisa yako mambo ambayo tunaweza tusielewe kila kitu, lakini inathibitisha kwamba katika kila jambo linaloendelea ama linaloonekana kwenye maisha haya tulionayo, yanaonyesha kwamba Mungu yupo nyuma ya kila jambo linaloonekana na kuendelea. Na katika mistari ile ambayo tumesoma, unaweza ukaona katika sura hiyo mambo yafuatayo. Jambo la kwanza tunaloliona katika mistari hii ni kwamba Mungu aliruhusu Hana kuwa tasa kwa kusudi maalum. Sasa na ile ukiangalia kwenye Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 5 hadi wa 6, unaona namna ambavyo Mungu alikuwa nyuma ya maisha ya Hana. Hana alikuwa tasa, na wewe unaweza ukaona namna ambavyo maisha hayo yalivyo magumu kiasi gani. Lakini pamoja na hali ile ambayo ilikuwa ni ngumu na ya mateso, lakini ukiangalia kwa undani na kugundua kwamba Mungu alikuwa nyuma ya yale maisha ya Hana. Na ndio maana nikasema Mungu nyuma ya mambo. Kwa hiyo Mungu aliruhusu Hana kuwa tasa kwa kusudi maalum. Unaweza ukaona hiyo
hiyo sura ya Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari ule wa 5 na wa 6. Neno la Mungu linasema hivi: lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Unaweza ukaona anazungumza hivyo kwamba Mungu alikuwa amelifunga tumbo la Hana. Kwa hiyo Mungu kwenye yale mateso ya Hana alikuwa nyuma yake. Lakini jambo la pili tunaloliona ni kwamba Mungu alisababisha Hana kuwa na kiu ya kumtafuta Mungu. Tunaona kwamba Mungu anaitengeneza shauku ama kiu ya kumtafuta Mungu kupitia yale mateso ambayo alikuwa anapitia ya kukosa mtoto. Ambapo unaweza ukaona kwamba katika maisha tunayoishi kuna vitu ambavyo mtu unaweza ukapitia. Kuna mazingira unaweza ukawa nayo, na hayo mazingira yanaweza yakakutatiza, yanaweza yakakupa shida, lakini kumbe Mungu anaweza akawa nyuma ya hiyo hali uliyo nayo. Kwa mujibu wa maandiko haya tunaona Mungu alikuwa nyuma ya ule utasa ambao alikuwa nao hapa. Lakini jambo la pili tunaloliona kwenye hii mistari ni kwamba Mungu alisikiliza na kumjibu Hana kwa kumpatia mtoto. Anampata mtoto yule Samueli. Na jambo lingine tunaloliona ni kwamba Mungu alimpangia Samueli kuwa nabii mkuu wa Israeli. Unaweza ukaona karibia katika kila kitu kinachoendelea Mungu yuko nyuma yake. Mungu yuko nyuma yake. Lakini pia Mungu aliongeza watoto wengine wa Hana baada baada ya kuzaliwa kwa Samueli, walizaliwa watoto wengine. Sasa niombe tuangalie mambo tunayojifunza katika somo hili linalohusu Mungu nyuma ya mambo. Jambo la kwanza ambalo tunalojifunza ni kwamba Mungu anahusika na kujibu maombi ya watu wake. Mungu anahusika na kujibu maombi ya watu wake. Unajua, wakati mwingine sio rahisi unapokuwa unaomba, hasa katika yale mambo magumu kama swala la utasa na kadhalika. Ingawa jambo hili Mungu alikuwa amemfunga, tunaona baada ya yale maombi kufanyika Mungu akajibu maombi. Sasa na ile Yeremia sura ya 33 mstari wa 3 anasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Lakini pia tunajifunza kwamba kilio chetu cha kweli kwa Mungu huleta matokeo. Wakati mwingine unaweza ukawa unalia mbele za Bwana. Tunamuona Hana alikuwa mtu wa machozi, analia wakati anapitia ile misukosuko kupitia Penina ambaye alikuwa na watoto yeye Hana, na wakati mwingine alikuwa akimsumbua kwa kumnenea maneno mabaya na magumu. Lakini tunaona kwamba Mungu alisikia maombi ya Hana. Hana alimuomba Mungu na Mungu akamtokea. Mungu alifanya mambo makubwa kwa huyu Hana kwa kujibu maombi yake. Kwenye ile Zaburi ya 34 mstari kuanzia wa ule mstari wa 17 anasema hivi: walilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Utaona hapo Mungu alivyosikia kilio cha Hana, na hapo tumeona ile andiko linavyozungumza. Lakini pia tunaona kitu kingine tunachojifunza ni kwamba kushikilia imani hata wakati wa majaribu ni muhimu sana. Kama ambavyo tumeona, ndugu zangu watazamaji, ni kwamba
Mungu yuko nyuma ya kila jambo. Mungu yupo. Kuna mazingira ambayo unaweza ukapitia magumu sana. Tumeona mfano mzuri Hana alipopitia yale maisha ya utasa. Hayakuwa mazingira mazuri kwake, lakini katika hali hizo tunaona kwamba Mungu katika ule utasa, katika ule ugumu alikuwa nyuma yake. Sasa moja ya mambo ambayo tunajifunza hapo ni namna ambavyo tunatakiwa kuendelea kuishikilia imani hata wakati wa majaribu, hata wakati wa mapambano, hata wakati wa kusukwasukwa, hata wakati wa kuumizwa, hata wakati wa kutengwa, hata wakati ambao unaona kuna sintofahamu. Unapaswa kuishikilia imani, unapaswa kuendelea kuwa na imani. Ishikilie imani hata wakati wa majaribu. Kushikilia imani ni muhimu sana kwenye maisha yako. Elewa tu kwamba kila hatua ya watu wa Mungu, Mungu yuko nyuma yake. Kwa sababu hiyo unapaswa kuishikilia imani. Imani. Kwenye jambo lingine la kujifunza ni kwamba kuna umuhimu wa kuweka nadhiri mbele za Mungu. Jambo lingine ambalo tunajifunza namna ambavyo Mungu anaweza kubadilisha huzuni kuwa furaha. Mungu anaweza kubadilisha huzuni kuwa furaha. Kuwa furaha. Wakati mwingine yako mazingira magumu, ziko nyakati za huzuni, za vilio na simanzi. Kitu ambacho unachopaswa kujua ama kujifunza katika mistari hii na maisha ya Hana na hii sura ambayo tumesoma ni namna ambavyo Mungu anao uwezo wa kuibadilisha huzuni kuwa furaha. Yawezekana uko hapa unanitazama, yawezekana uko unapitia hali fulani, yamkini umeachwa, ndugu zako wamekutelekeza, yamkini mke wako amekukimbia, aidha mume wako amekukimbia, na kadhalika na kadhalika. Watoto wamekutenga, hawakutaki, wanakuwazia mawazo mabaya. Ni muhimu kujua katika maisha yako ya kwamba Mungu anaweza akaigeuza huzuni ikawa furaha. Mungu aliweza kuigeuza huzuni ya Hana akawa na maisha ya furaha. Mungu anaweza kuigeuza na huzuni yako ikawa furaha. Ni muhimu sana kwenye maisha yako kuelewa tu kwamba ama kujifunza kwamba Mungu anao uwezo wa kubadilisha huzuni kuwa furaha. Ukisoma katika kitabu kile cha Zaburi sura ya 30 na mstari ule wa 5, neno la Mungu linasema hivi: maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo, katika radhi yake mna uhai. Huenda kilio huja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Mungu anaweza kugeuza huzuni ikawa furaha. Lakini jambo lingine tunalojifunza ni kwamba mpango wa Mungu mara nyingi hutimizwa kupitia mateso. Unaweza ukapitia kwenye mazingira fulani mateso. Kitu ambacho naweza nikakusihi mtu wa Mungu, usiogope. Maadamu njia zako ziko sawa, maadamu unampenda Mungu, maadamu unatembea katika njia zake, usiogope. Kwa nini? Kwa sababu Mungu mara nyingi hutimiza mpango wake kupitia mateso. Unaweza ukaona wako watu mbalimbali ambao walipitia mateso, lakini katika hayo mateso Mungu alikuwa anaenda kutimiza mpango wake kwenye hayo mateso. Na
kutokana na haya mazingira unaweza ukamuona huyu mtumishi wa Mungu Yusufu. Unaweza ukaona namna ambavyo ndugu zake walimkataa. Hawakumpenda. Baba yake alikuwa anamuelewa na alithamini kuhusu yeye, lakini ndugu zake wa damu walimkataa. Kutokana na zile ndoto alizokuwa nazo, yale maono aliyokuwa nayo. Sasa wakawa wamempangia kumdhuru. Wakati kaka zake wanachunga mifugo, baba yake anasema kawaangalie ndugu zako wana hali gani. Kufika kule, kumbe wamempangia mabaya. Mwisho wa siku wakamuuza kwa Waishmaeli, wakaondoka naye. Akapelekwa kule Misri. Kulikuwa na mambo ya hapa na pale. Mwisho wa siku akajikuta huko gerezani. Yote hayo ni mateso. Anasingiziwa na mke wa Potifa kwamba ametaka kumbaka. Zote hizo ni njia ambazo zilikuwa zinatumiwa na Mungu ili kumfikisha pale alipokusudiwa. Lakini tunaona mwisho wa yote Yusufu anakuja kuwa waziri mkuu. Lakini pamoja na hayo anakuja kuwahifadhi ndugu zake. Lakini kabla hapo ungegundua kwamba haikuwa rahisi wakati ndugu zake wanamtupa, wanamuuza. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu huwa anatumia mateso kutimiza mpango wake. Huwezi jua kwamba yamkini hayo mazingira ulionayo, hiyo changamoto ulionayo, maadamu una Mungu kwenye maisha, Mungu ana mpango na Mungu yuko kazini katika kutimiza mpango na makusudi ya katika maisha ya kwako. Lai yangu tu kwa wale ambao hawajamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, ni wakati wako na ni fursa kwako sasa kutumia majira haya kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na baada ya kuangalia hiyo kwamba Mungu hutumia mateso, mara nyingi hutumia mateso, hutumia mateso kutimiza mpango wake. Ni muhimu sana kufahamu. Tunaona Paulo na Sila siku moja wamefungwa gerezani. Tunaona kumbe pamoja na kufungwa kule gerezani wameteseka, lakini mwisho wa siku ule mkuu wa gereza anaokoka. Huwezi jua kwamba baada ya kutoka kwenye changamoto hiyo, kwa sababu bado nampenda Mungu, ni nini ambacho Mungu anaenda kufanya kwa watu wengine. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa hivyo. Sasa katika somo hili na ujumbe huu ambao tunauangalia unahusu Mungu nyuma ya mambo, yako mambo machache ya kufanya. Ni kutupatie mambo 6 ya kufanya. Kwa kuwa Mungu yuko nyuma ya kila jambo. Mambo ya kufanya ni haya. Jambo la kwanza, hakikisha unaomba kwa bidii na kwa moyo wako wote unapokuwa kwenye hali yote ile, ili usije ukajikuta unaingia kwenye manunguniko wakati Mungu amekupitisha kwenye hilo eneo kwa kusudi lake maalum. Lakini jambo la pili ambalo ni la kufanya, wewe mtu wa Mungu, hakikisha unamimina moyo wako kwa Mungu bila ya woga, hata kama hali yako, mazingira yako ni magumu. Hakikisha unamimina moyo wako kwa Mungu. Hakikisha unayaachilia maisha yako kwa Mungu, hata kama unaona giza mbele, hata kama unaona mazingira yamekataa. Lakini jambo lingine la kufanya, usikate tamaa katika hali zote ambazo utakazokuwa nazo. Unapaswa kuendelea mbele. Hana hakukata tamaa, pamoja na kubezwa, pamoja na kutukanwa, hakukata tamaa. Wewe hupaswi kukata tamaa katika maisha haya ya kumtegemea Mungu. Usikate tamaa wala usivunjike moyo. Songa mbele. Ana alisonga mbele, na wewe bado unayo nafasi ya kusonga mbele. Moja ya vitu ambavyo ni muhimu ufahamu, kwa kuwa bado Mungu ameruhusu pumzi yake iko ndani yako, maana yake ni kwamba bado unayo fursa mbele za Bwana. Kwa hiyo usikate tamaa, songa mbele katika jina la Yesu.
Mwokozi wetu aliye hai. Nimesema songa mbele wala usikate tamaa. Hata kama yale ambayo umeyaomba yanachelewa, hata kama matazimio yako hayakuwa kama vile ulivyokuwa unategemea, bado usikate tamaa. Songa mbele, songa mbele. Siku zote kwenye kusonga mbele yako majibu na uko ufumbuzi. Lakini jambo lingine la kufanya, jambo lingine la kufanya, mtumaini Mungu katika kila hali, hata unapokosa kueleweka na watu wengine. Tunamuona Hana hakueleweka. Mume wake anamwambia, anamuona kama mtu aliyekuwa analewa. Baada ya kuona midomo ya Hana inacheza, akasema achilia kilevi chako. Mke anaambiwa na mume wake. Lakini tunaona mama huyu ambaye alikuwa ameumimina moyo wake kwa Bwana, hata aina yake ya maneno, hakuongea maneno mabaya. Neno lile ambalo lilitoka kwenye kinywa cha mume wake lilitosha kupelekea yeye aanze kumlenga moja kwa moja mume wake na kumwambia kwamba unaniambiaje mimi nimelewa, wakati nimekuja kusali, wakati nimekuja kumwabudu Bwana. Lakini tunamuona huyu mama huyu, ingawa aliambiwa na mume wake neno gumu ambalo halikuwa linatia moyo, lakini akasema la hasha, Bwana wangu. Maneno ya heshima, maneno ya hekima yanapatikana kwa watu ambao wamejiachilia mbele za Bwana, wameshuka mbele za Bwana. Kwa unaweza ukaona hapo kwamba watu wanaomtumainia Mungu siku zote huwa hawatumii mazingira ya nje kupigana vita. Kwa akamwambia hapana, bali mtumwa wako ameumimina moyo wake mbele za Bwana. Kwa unaweza ukaona kwamba namna ambavyo unatakiwa kuendelea kumtumainia Mungu hata kama watu wengine wanaweza wasikuelewe. Mtumaini Bwana. Kwenye ile Mithali sura ya 3 mstari wa 5 panasema tumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Anasema naye atafanya. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba haupaswi kulegeza ama kuacha zile hatua zako za msingi za kumtumainia Mungu Baba. Lakini jambo lingine la kufanya, akisha mshukuru Mungu, mshukuru Mungu, uwe na maisha ya shukrani. Uwe na maisha ya shukrani. Elewa kwamba kuna mambo ambayo wewe unayaona ni mabaya, lakini Mungu yuko nyuma yake. Uwe mtu wa shukrani, kwa sababu unaweza ukaanza kulaani watu, ukaanza kujilaani mwenyewe na kujikataa. Kumbe ni mtihani tu Mungu ameuruhusu kwenye maisha yako ili akupeleke mahali pazuri zaidi kuliko pale ulipokuwa napo mwanzo. Kwa ni muhimu sana uhakikishe kwamba unakuwa mtu wa shukrani, ili hata kama ni mateso unapitia ambayo Mungu ameyaruhusu kama mtihani kwenye maisha yako, usije ukajikuta umepatwa na hatia, ukajikuta unaingia kwenye dhambi ya manunguniko na kujikuta unakosa kile ambacho unastahili kukipata. Mungu akusaidie, akujalie neema. Hata kama uko unapita kwenye moto, nataka nikwambie mshukuru Mungu, kwa sababu hata hapo Mungu yuko nyuma yake, na kwa sababu hata hapo usingeweza hata wakati mwingine kusimama hivyo kama Mungu asingekushikilia na kukuwezesha. Haleluya, watu wa Bwana. Na baada ya kuona hayo, nimesema mshukuru Mungu. Hebu tuangalie kipengele kingine kinachohusu mambo ya kuzingatia kwenye somo hili linalohusu Mungu nyuma ya mambo, hasa kwenye sura hii ambayo tumeisoma. Tumeona kwamba maisha ya Hana, Mungu alikuwa nyuma yake, na mwisho alifanya mambo makubwa kupitia yeye. Kuna mazingira ambayo unaweza ukawa nayo, kumbe Mungu anatumia yale mazingira kukutengeneza
kuwa mtu fulani ambaye utafaa kuwa chombo ili Mungu apitishe mpango wake kwenye maisha yako. Tunaona yale mazingira ya mateso na huzuni ya Hana ilimfanya kwanza awe mtu wa maombi, lakini pia ilimfanya pia awe karibu na Mungu, lakini pia ilimfanya aweze kumuomba Mungu tena na tena na tena na tena kupita kawaida. Na kwa tendo lile lilimfanya awe na sifa kwa Mungu za yeye kutumiwa na Mungu kama chombo cha kumpata Samueli ambaye alikuja kuwa nabii wa Israeli. Sasa mambo ya kuzingatia kwenye somo hili ambalo nimesema kichwa chake kinasema Mungu nyuma ya mambo. Jambo la kwanza, elewa kwamba katika yale mambo ya kuzingatia ni kwamba Mungu ana wakati wake wa kujibu maombi. Wakati mwingine wewe unaweza ukawa unatamani kwamba Mungu asikie kile unachokiomba kwa wakati wa kwako. Nataka nikwambie, Mungu ana wakati wake wa kujibu maombi. Mungu ana wakati wake wa kujibu maombi. Mungu ana wakati wake wa kujibu maombi. Lakini jambo la pili ni kwamba maumivu na mateso yanaweza kuwa njia ya Mungu kukutengeneza. Kwa ni mzuri kuzingatia hili kwamba wakati mwingine Mungu anaweza kutumia maumivu na mateso kama njia yake ya kuyatengeneza maisha yako. Kuna vile ambavyo hauwezi kuwa kama anavyotaka Mungu, lazima akupitishe kwenye moto. Dhahabu, maandiko yanasema dhahabu haiwezi kuwa safi kama haijapita kwenye moto. Inapitishwa kwenye moto, ikishaunguzwa ndipo inakuwa safi. Na unaweza ukaona kwamba Mungu anaweza akatumia mateso kwa ajili ya kukutengeneza, kukuandaa ili kuwa chombo chake. Kwa hiyo nikusii katika jina la Yesu, inawezekana kwamba hayo mateso, kama kweli umejikagua, haujatenda dhambi, umejikagua, hakuna mahali ambapo umemkosea Mungu, nataka nikwambie mateso yanaweza yakatumika kukutengeneza wewe. Mungu anaweza akayatumia hayo kuyatengeneza maisha yako. Lakini jambo la pili la kuzingatia ni kwamba Mungu hatupuuzii tunapomuomba kwa unyenyekevu. Mungu hapuuzii maombi yetu tunapoamua kunyenyekea mbele zake na kuomba. Hata kama tunakuwa hatujayapata yale tunayoomba kwa wakati ule tuliokuwa tunaufikiria, Mungu huwa hapuuzii yale maombi. Na ndiyo maana ingawa wakati maombi yanaendelea kwa Hana alikuwa anaendelea kuchekwa, lakini saa ilifika, alipatikana Samueli nabii. Wale watoto wa Penina habari zao ziliisha, lakini Samueli anaendelea kuzungumzwa hata leo. Ni miongoni mwa watumishi wa Mungu ambao walifanya vizuri sana. Kwa nini? Kwa sababu ya namna ambavyo Mungu alitumia mazingira yale ili kumpata huyo Samueli. Mungu hapuuzii yale maombi. Kwa ni muhimu sana kuomba. Omba tu, hata kama unaona ni kama majibu yako haujayapata. Hata kama unaona ni kama umeomba kwa miaka mingi. Wakati mwingine kuna watu wanajaribiwa, anakwambia nimeomba kwa muda mrefu, siwezi kuomba tena. Hapana, siku zote ukitaka ushinde, endelea kuomba tu. Na kibiblia tunapaswa kuomba siku zote. Tunaomba hata kama tumepata, tunaomba hata kama hatujapata, tunatakiwa kuendelea kuomba. Maana maandiko yanasema ombeni bila kukoma. Lakini huu ni ukweli usiopingika kwamba hatupaswi kuacha kuomba, kwa sababu pia hata mahitaji kwa mwanadamu hayana kikomo. Hata kama leo utapata kitu hiki, kesho utakuwa na uhitaji wa jambo lingine. Ndio maana unapaswa kuomba bila kukoma. Ndio maana unapaswa kuendelea kuomba hata kama umepata kile ulichokuwa umekiomba. Unapaswa kuendelea kuomba kwa sababu bado kuna mahitaji mengine ambayo unatakiwa uyapate kutoka kwa Mungu aliye hai. Kwa sababu hata kwenye baraka hiyo ambayo unadhani Mungu amekupatia baada ya maombi yako, bado hata kwenye hiyo baraka unahitaji kumuomba Mungu akusaidie kutembea kwenye hiyo baraka, ili katika hiyo baraka usije ukajikuta
unaingia mahali ambapo sio sawa sawa wala sio salama kwenye maisha yako. Kwa hiyo Mungu hapuuzii maombi yetu. Mungu anajibu maombi. Kwa hiyo omba bila kukoma. Omba hata kama umechoka. Omba hata kama umekata tamaa. Omba hata kama watu hawakuelewi. Omba hata kama unahisi nguvu zimeisha. Omba. Mungu ni Mungu ambaye anasikia maombi na atatutendea, maana yeye hapuuzii yale maombi. Lakini jambo lingine la kuzingatia ni kwamba tunapaswa kujifunza kumtumaini Mungu hata katika giza nene. Kuna wakati wa giza, haina maana kwamba Mungu hayupo. Giza linaweza likatanda nyuma yako, mbele yako, ukaliona giza. Nataka nikwambie, hata katika wakati huo wa giza nene, bado unapaswa kujifunza, kuzingatia, kuendelea kumtumaini Mungu hata wakati wa giza nene. Inawezekana uko pale, inawezekana ni kwenye kitanda umelala, inawezekana yamkini uko hospitalini, hauelewi, una sintofahamu zimekukabili, yani unaona, yani sijui itakuwaje. Yamkini hata wale ndugu waliokuwa na kuhudumia hapo hospitalini wamekuacha, hawana mpango na wewe. Wamekimbia kwa sababu baada ya kuona gharama ni kubwa. Nataka nikwambie katika jina la Yesu, bado hata katika hali hiyo, endelea kumtumaini Mungu. Mungu bado ni mwaminifu, bado ana uwezo mkubwa wa kukutoa katika hayo mazingira ambayo watu wengine wamekatia tamaa. Umeonekana kama ni mzigo. Nataka nikwambie, bado endelea kumtumaini Mungu hata kama watu wamekuacha. Mungu anaweza kukutoa kwenye hiyo hatua na kukupa hatua nyingine, kwa sababu katika mambo yote Mungu yuko nyuma yake. Lakini jambo lingine ambalo ni la kuzingatia, na Mungu hutimiza ahadi zake kwa wakati wake na kwa majira yake. Mungu hutimiza ahadi zake kwa wakati wake na kwa majira ya kwake. Kumbuka kuna wakati wa Mungu, kumbuka kuna majira ya Mungu. Sasa elewa kwamba katika hayo majira ya Mungu, Mungu hutimiza ahadi zake. Mungu hutimiza ahadi zake na ahadi zake kwa wakati wake na kwa majira yake. Kumbuka kuna muda wa Mungu na kuna muda wa Mungu na majira ya Mungu. Na jambo lingine ambalo nila kuzingatia ni kuomba kwa imani. Ni namna ambavyo kuomba kwa imani kunaleta matokeo makubwa. Ninakusihi katika jina la Yesu, omba, muombe Mungu kwa imani. Hata kama unauona moto mkali unawaka, unaunguza, yamkini naiona ndoa ni ya moto, haishikiki. Nataka nikwambie, maombi ya imani yana matokeo makubwa sana. Muombe Mungu kwa imani na Mungu atafanya maajabu ya kutisha. Mungu atafanya yasiyowezekana yakawezekana. Muamini Mungu na omba kwa imani. Maandiko yanasema Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia kama sisi, lakini alimuomba Mungu, mvua ikaacha kunyesha miaka 3 na miezi 6. Lakini pia akaomba tena, mvua ikanyesha. Nataka nikwambie, hata wewe bado Mungu amekupa nafasi. Hiyo hali inayokusumbua, mwendee Mungu kwa imani. Muombe Bwana kwa imani, utauona mpenyo tena. Vifungo vitalegeshwa, kamba zitakatika, nila itavunjika. Aibu ambayo shetani ameitengeneza kwako ataiondoa, na kesho yako itakuwa kesho njema. Maombi ya imani yana matokeo makubwa sana. Unaweza ukamuona Yusufu, maisha yake namna alivyokuwa, aliendelea kung'ang'ana na Bwana na Bwana akafanya. Lakini pia unaweza ukamuona Ayubu, alikuwa ni mtu wa Mungu ambaye maandiko anasema alikuwa mkamilifu na mwenye kuepukana na uovu, lakini aina ya maisha aliyokuja kukutana naye yalikuwa ni magumu.
lakini alidumu katika Mungu. Aliendelea kumwamini Mungu. Na unaweza ukaona kati ya maneno ya kishujaa ambayo Ayubu alikuwa anayazungumza, anasema ya kwamba mimi najua mteteaji wangu yu hai, mtetezi wangu yu hai. Anasema hata pasipo mwili huu nitamuona Bwana. Kwa ni muhimu sana mtu wa Mungu kuhakikisha ya kwamba hata kwenye hayo mazingira endelea kumuomba Mungu kwa imani. Kwa imani. Ayubu aliishi hayo mazingira. Ile Ayubu sura ya 42 mstari wa 10 hadi wa 12, utaona pale Mungu anarudisha maradufu maisha ya Ayubu. Watoto, mali zinarejea, lakini kwa sababu ya kusimama kwenye hayo mazingira akamuona Mungu kwenye maisha yake. Kwa hiyo sasa unaweza ukaona kama wakina Daniel na wakina na wale ndugu zake Shadraka, Meshaki na Abednego, namna ambavyo walikuwa mateka Babeli, lakini kwa kuwa Mungu alikuwa nyuma ya zile harakati zote, wamefika kule. Kumekuwa na majaribio kadhaa ambayo yalikuwa yanalenga kuwabadilisha wao wasimwabudu Mungu wa kweli na wajikute wanaabudu miungu mingine, lakini kwa kuwa Mungu alikuwa nyuma yao na wao wakatembea kwenye lile kusudi, tunaona kwamba Mungu wa Israeli anaabudiwa Babeli. Kwa hiyo huyu Danieli pamoja na wale vijana watatu wanafanyika chombo cha Bwana kule Babeli. Mungu wao anajulikana, Mungu wao anaabudiwa. Niko hapa kukwambia mtu wa Mungu, wewe bado ni chombo cha Bwana. Mungu yuko katika kila hatua ya maisha yako. Unachopaswa kukifanya kwenye maisha yako, baki kwenye hilo kusudi la Bwana. Usiache imani wala usitoke kwenye imani. Baki kwenye imani. Bado Mungu anataka kutumia wewe kama chombo chake. Lakini pia wewe ambaye haujaokoka, nataka nikwambie maisha haya bila ya Mungu ni kazi bure. Unaweza ukafanya maamuzi siku ya leo ya kumpata Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako na utakuwa salama. Baada ya kusema haya, nataka nikuseme maneno haya. Wewe ambaye haujaokoka na wewe ambaye umeokoka, lakini pia ungekuwa ni changamoto fulani na ungependa kuchukua hatua nyingine ili tuombe na wewe Mungu akuwezeshe na kukupa nguvu, sema maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nimelisikia neno lako, nami nipo tayari kuchukua hatua tena ya kiimani, nikijua ya kwamba Mungu uko nyuma ya kila jambo kwa maisha ya wanadamu hapa duniani. Ninaomba unipe nguvu tena, ninaomba uniwezeshe. Ninaweka imani yangu kwako tena ili kutembea na wewe kwa nguvu mpya na kwa uwezo mpya. Lakini pia ninaomba unisaidie na kuniosha kwa damu yako ya thamani katika jina la Yesu. Wewe ambaye hujaokoka, sema maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninaomba uniokoe, nisamehe, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo nimeokoka na nitafuatana watu waliookoka katika jina la Yesu. Amen. Amen.